Afrika no muone Afrika. Saitani dagaso agode niarudu babanya kaide yanamo komeri aue kiedo niwake ibadani nijoe dokadiga idanigwe dagona ririwa igoro ibe area oita kegana ona uru meide unaniwe nejoe
ciana cia SK nĩ mũgarũ mũikũrũke na andũ magĩrĩire kũhingũra kamacini kau nĩgetha kana gaikũrũrio na nĩgetha gakĩgĩ. Ciana cia SK nĩ mũgarũ mũikũrũke. Ikũrũka ta mũhiki. Agemeire mũthuriwe harĩ nake ngimona ĩkũhũtirwo karĩ ta iria twataga gũkũndĩ tondũ mwathaniwe mwene ndonire Jerusalemu rĩa njerũ agemeire mũthuriwe harĩ nake ngimo gũtũra ndĩ Ngai wao nao matũre marĩakwa nĩngamagiria maithori matigacoka kũrĩra ndonire Jerusalemu rĩa njerũ Ikũrũka mũhiki. agemeire mũthuriwe harĩ nake ngimo igũrũ tuonaga na thĩ ciothe nĩ igathira ndĩ njerũ na igũrũ rĩerũ rĩrĩirio nĩ Ngai ndonire Jerusalemu rĩa njerũ niĩ agemeire mũthuriwe harĩ nake ngimona. Oh, thank you very much. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Sema mbili amen. Nashukuru Mungu sana tunapokuja kutamatisha masisi ya mwenda zake, my brother. This is the lasting praise for entire life. Na nataka kusoma andiko moja kidogo tu, kitabu ya Matthew chapter number 25 and verse number 31. Nasema na rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agoka ena riri wake na araika othe hamwe nake hĩndĩ ĩyo nĩagaikarĩra gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩna riri. Biblia inasema kwamba wakati mwana wa Mungu Yesu Kristo atakuja hapa duniani akiwa akikalia kiti chake chenye utukufu, ataandamana na malaika wake watakatifu. Bwana ndiye sana. Nao mnafikirianga kwamba pengine judgment ya Mungu itakuwa judgment ambayo tunapiga mstari kama vile tunaenda kwa chief au ndio watu wanaenda kwa daktari unaambia kwamba moja ingia tena. Haitakuwa hivyo. It will be a 2-minute judgment. Kama mmesimama siku ya vile mnaangalia bishop hapa, hivyo ndivyo baada kufa watu watasimama mbele za Bwana. Yesu atasimama katika kiti chake chenye utukufu. Na immediately ataapia kwa watu yule ambaye alikuwa anafanya ukahamba. Hiyo utukufu tu wa Mungu utafanya uruke juu. Atasema makahamba wote, ikiwa mimi nakuanga na ndogo ndogo, mtaiona hiyo siku. Unalipuka naye juu hivi, chwa! Tokolia Ngai. Mtumia ng'aniale ni wale mukagu ndio. Utalipuka juu. Utaruka juu. Yale mambo yote yanafanywa wasiri. Na kwambia kwamba hiyo siku itakuwa wasiwasi peupe. Na hapo ndio itakuwa wasiwasi kwa sababu hakuna mambo itafanywa kwa siri tena, kwa sababu neema ya Mungu itakuwa imekwisha. Na Biblia inasema kwamba Mungu atashuka akiwa na utukufu mwingi sana, akiongozwa na akiwa bodyguarded by the angels. Na hiyo siku wakati atashuka, utukufu wa Mungu utakuwa mkubwa sana. Na ikiwa mwenyewe kuwa mwizi, hiyo siku itajulikana vizuri. Na wakati utembea kwamba ulikuwa mkola fulani au tabia fulani, utarushwa juu, alafu kila mtu atakuona unaenda mosmos. Pole tu. Ilikuwa uko na wanawake 10 utaonekana. Alafu ukishuka hivi au shuki tena chini unakuta malaika. Anakuja moja kwa moja kwa mabega. One go anakuta jehanamu. Unakuta pale umengojewa na Saitani. Mtu mmoja alikuwa rafiki yangu, alikuwa anafanya kazi kwa mochari. Nilimuuliza kwamba watu wao makuta wamefanya accident na wamekujana sana, what do you do? Aliona kama niambia ukweli, aniambia kwamba hii jamaa alikufa sometime. Aniambia kwamba mtu gongwa, miguu inagongwa mpaka inakunjuka.
unagongwa unakunjuka. Hapo ni huku. Na mbinguni ni hatari. Mbinguni ni hatari. Unangojwa my friend. Revelation chapter number 9 inasema hivi. Inasema in the last days kutakuwa na tarumbeta 7 zitapigwa. Na tarumbeta 5 wakati itapigwa na ya 6 inasema hivi. Jua itagongwa. Na jua inakuwa kikubwa sana, but very hot. Na wakati hiyo jua itapigwa itakuwa crushed like a powder. Alafu itamwagika chini kwa kila binadamu. Hii mavazi mko nayo itachomeka. Utakuwa unatembea ikiwa mzima uchi kama ng'ombe. Na Biblia inasema kwamba hata ukichomeka na hiyo ash ya jua hautakufa. Utaiva polepole. Wewe ni mzima lakini mwili wako wote umeiva kama nyama choma. The Bible says Revelation chapter number Revelation chapter 5 chapter 9 inasema hivi, naye Bwana atajalia kutatokea moshi, very thick smoke. Na ndani ya hiyo moshi kutatokea tunauru, scorpions. Na itakuwa imeamrishwa ihakikishe ile mtu ambaye alichomeka na ile jivu muhu unaona kwa umete kweliwa na umekuivisha kama nyama choma. Hiyo tunauru tutaamrishwa tukule moja kwa moja. Kuna mama anakuwa na nywele mrefu. Ukimza anasema akataka kumuongelesha anafungua hivi kama curtain. Hiyo siku nywele haitakuwa na maana. Utahusia nani mwili wako na utanua na nini hata wewe? Utakuwa umeiva kweli kama nyama. And the Bible says now scorpions chapter 9 Revelation. Inasema itakuwa imeamrishwa ikule kila binadamu. Kwa hivyo utakuliwa nyama zote zifike mwisho. Wale kwa wale ambao ni wanono. Itaanza na wao. Nyuma na mbele, katikati ya miguu. Unakuliwa na kasi skeleton. Hakuna kuketi chini. Unalinganga kwamba sijui uko na V8, unalinganga uko na nyumba mzuri, au na matako ya ukalia kwa hiyo gari, au na miguu ya kukanyanga, utakuliwa life na ukufi. Siku moja 1982 nilikuwa nakaa Dandora. Na kunatokea shida uko Dandora watu kachoma gari ya polisi. Tuletewa GSU. Wengi tulitandikwa nyumba kwa nyumba. Na ile hapo tulikuwa tunakaa, kulikuwa mzee mmoja Kiyerere akaamua kutokea kuangalia kwa geti. Kwenda kuangalia apata na polisi 5 wakiwa na ile miti yao. Akaamua fungua mzee, akasema sitafungua. Kwa sababu walikuwa wengi kumuliko na kwambia mzee aligongwa kichwa hiyo vipo za polisi. Akasema kinyata juu, akaambia sio wakati wa kinyata, wakati wa Moi. Akaambia ingine ku. Jamaa kana frat. Wakakuja kwangu. My house was the first one. Na nyumba yetu haikuwa na milango ya chuma, walikanyanga. Tangu nizaliwe mpaka wakati huu sijoma maombi marefu na mazito kama hayo. Na mwadhani yengai njoke tena spidi na kuegana toma Ibrahimu ile mnasere toma Danieli nilio masaa 5. Polisi walikuja watandika watu na meondoka. Niliona jehanamu na moto. Let me tell you. Huyu mzee tunasika leo. There is no reverse. Umeenda masia watu wengi sana na siku moja yako itaendwa. It is the high time to make a decision. Kwa sababu hivi karibuni hiyo mwili wako wakati jua litakuja, the 7th 50th trumpet, utachoma polepole na ukufi. Na jehanamu ni real. Hell is real. Na mtu anapokufa mtu mtakatifu, maandiko inasema in the book of Luke, inasema kwamba the story of the Lazarus, Abraham and the rich man. Inasema kwamba the rich man wakati alikufa alikuta Lazarus amelala kwa kifua ya Abraham. Akasema hivi, Abraham, ambia Lazarus apeane, atumbukishe kidole yake animwagie maji kwa ulimi. Abraham alimwambia kwamba katikati yangu na kule huko ni mbali sana. Akasema nachomeka kila wakati na sikufi. Hell is real. Unachomeka na ukufi. Alisema hivi, nimeokoka, nimekuwa mwinjilisti, nisaidie nikamwambia ndugu yangu. Akaambiwa kuna Musa na kuna Elijah.
Nataka nikwambie hivi wapendwa, kifo si mchezo. Ukikufa umeenda. You better change your mind now. In Jesus' name. Make a clear decision. Mtu anapokufa, Isaiah 57 anasema hivi, mtu mtakatifu anapokufa anaingia mbinguni na analala kwa kitanda ya mastarehe. Isaiah 57 verse 2. Lakini kwa si mwokovu utakufa. Na hakuna kitanda ya kulala. Wewe utakuwa unatembea usiku na mchana kama Masai. Hao ndio watu wanasimamanga kwa black spots. Unaona mtu kama mtu amepiga hivi. Kumbe formation kia shadow tu unakaragara. Unapoona mtu amekufa na anakunja kusumbua watu usiku, hana kitanda. Ndio mzee atakwambia amka hawezi kuamka kwa sababu ameama starehe, anangorota. Ikiwa hautakubali Yesu awe mwokozi wa maisha yangu, kuna hatari itakupata na utabadilisha. Mungu abariki sana. Ngetatu bembo moja tutamteremsha sanduku hili na Bwana atatubariki. Ihiga kijana. Achana mchanga. Unaona una mchezo wewe. Ihiga lya tenema. Ngwe Yutuma na bakame kumabari nesiaku inime yaode Nikore borori mwema natugete kia twaona amuga ine atuire okwe atudodekagira musie igoko kwa Jesu iturasemania okwe igoro kwa Jesu iturasemania emutuka inani bojega iyasia ado ayaderu onamo maro maitu matika igwaru orege igoro kwa Jesu nitoga semania kwa igoro kwa Jesu nitoga semania emutuga dawe iberuto tumusoka elia muhera tabuni edo wake mwene utuma yatukenagio igoro kwa Jesu nitoga semania kwa igoro kwa Jesu nitoga semania emekore bururi mwema ya twaona amuka ine ature okwe atudodekagira musie igoro kwa Jesu niturasemania okwe igoro kwa Jesu niturasemania inituka inanye bojega Ionamo maro maitu matika igwaru ori. James, kuna nguvu? Kuna nguvu karibia tafadhali. Na ikiwa hana nguvu tunaambia tu watosheke in Jesus name. Marko inasema in the book of Genesis chapter number 3 verse 21. 19:21 anasema kwamba kama vile kule mtu alitoka hatarudi tena na tatupa pamoja, mchanga urudi kwa mchanga na jivu rudi kwa jivu. Jina Bwana libarikiwe. Amen and amen. Tutaweza kusaidia kumsika na itakuwa sasa watusaidia watu wa familia. Fanya mambo haraka haraka, alafu tumalizie. Mama analeta pole pole kidogo tu. Koke tu, pole pole tu. Na yule mama angeweza na mtoto anaweza nitakuja tu. Nena kiduke, kuna hapo, kuna kimuti hapo.
Jesus name. Amen. Maina, jitafutie nguvu kwa Yesu. Watoto wajipe nguvu na watu wa karibu wa Mboma, in-laws. Aini, basi wakaribia tuimbie nyimbo kadhaa, tutume mchanga haraka. Thank you my sister. Amen. God bless you so much. Awaibaji, tusikie mtu wetu. Aini, ukai aini ni mana yagero gisi. Nagera ini pili. Aini muno na mungu ni okay tabi tinare akuru. Aini nidike mungu wanyu. Amen. Aini ave. Wakidada nigi twetereire muthike mwithu wanyu. Eku Aidaka. Zabio. Kato inage ndo maikaje. Haya andu aria akuru wazee. Athurita ya akuru ni manenge maikie kira tiri. Tondu twi athuri aria akuru kanya. Athuri aria akuru. Athurita ndirona haria athuri wazee ukaya moe mweke mike tiri. Awe mujire. Wambora kango. Waida kanyo kile. Waida kanyo kile. Pesa. Wewe. Angalia. Ekene kiaburia ya kuruma waike igero kae mundu nake agaikia. We yana giciko kiu we. Egera mundu gaikete. Zabi. Wewe tayari. Hajema mwandani kumoke abiria kore wakianeria dugata siaku nibagitagira na otani moige gumona ugosira gusokere ni gumona ugosira gusokerera taburuketia moko iguru riao gumona ugosira gusoke nake